kazini pako uwe mpole. Unapofanyia kazi uwe na sifa. Uwe na sifa ya kuwa mpole. Hili nalijua. Huyu mzee wetu wa kanisa kuu, simama. Ukimwona hapa alikuwa afisa wa afya kabla hajastaafu. Na nilikuwa natembea pale ofisini kwake kule mjini Kigoma. Nikiwa pale watu wengi wanapitia kwake. Hata wale ambao hata kwake basi hata sio nafasi yake, yani wanataka wapitie kwake. Huyo. Lakini siku moja nikasikia pale nje wanaongea. Usipompata Bilosi wewe leo utafanyaje? Hayupo. Usipompata Bilosi wewe utafanyaje? Hebu angalia watu. Yaani anakuja pale alikuwa anahudumia chanjo wapi? Za wilaya yote ya Kigoma. Yeye alikuwa ndio msimamizi wa chanjo za wanadamu, watoto. Kwa hiyo wanakuja pale ofisini kutafuta chanjo na maagizo na namna hiyo. Wasipomkuta huyu wanasikitika. Maana pengine wakuta tumemkuta yule shetani. Mtu anaitwa shetani. Mtu anasema nilioa shetani. Maana yake wewe uliolewa ni shetani. Mwingine anasema niliolewa na shetani. Yaani mwanaume wewe umekuwa nyumbani kwako shetani. Tujifunze kwa Yesu. Haleluya. Na maneno haya kila anayesikia hapa unahusika na neno hili. Usimtupie mwenzako. Weka mkono kifuani mwako, sema neno hili ni la kwangu. Haleluya. Kazi ni kwako uwe mpole. Utapata na wateja wengi. Lakini anakuja anasema, unatafuta nini sasa? Alafu kuna ujinga wa hali ya juu sana ambao nimekwisha kuona. Nikasema huu litakuwa somo kwa watu wangu. Wewe unaona mtu amekuja kuuliza biashara, kwenye shughuli anakuja kununua. Naona sasa sijajua itakuwaje. Amesimama tu anakutazama. Ngoja subiri ni kwanza, subiri. Anapotaka kuondoka, ngoja kwanza nina mteja, samahani, alishaenda. Na wala kwako hata. Huu ni ujinga wa kiasi gani? Wasiojua matumizi ya simu. Hii simu ni ya kuagiza, sasa huo mzigo umeshapakiwa, hela nimeshakurushia, nitapokea kesho na basi la saa 10. Ndio matumizi ya hii simu. Mzigo unafika. Sio wewe uko dukani, wewe unauza uko shughuli, wewe unaongea na simu, mteja amekuja. Halafu unamtazama, tunaongea na simu. Pumbavu. Amina. Ni pumbavu. Tubadilike.